kwamba mchezo huu hautaweza kuchezwa, na sijajua sasa utaratibu upi utakaotumika, na mchezo na baadhi ya mashabiki tayari walishaingia uwanjani wakiwa tayari kwa ajili ya kushuhudia mchezo. Lakini isivyo bahati, taarifa imeshatolewa kwamba mchezo huu hautochezwa. Taarifa inasema hivi, naomba nikusomeeni. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara katika kikao chake cha leo Machi 8 mwaka 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu NBC Young Africans dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika katika uwanja huo hii leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandika barua bodi ya ligi kuu kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, lakini pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa inasema baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wote wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio hilo haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maafisa wa mchezo na vyanzo vingine vya kamati, ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na afisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki katika tukio la kuzuia basi la Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu Tanzania Bara. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo iliainisha matukio kadhaa yanayoambatana tukio hilo, klabu ya Simba klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi imeamua kuahirisha mchezo huo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 31(1) ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi yake. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara. Sasa my friend, nipende kukufahamisha kwamba rasmi ni kwamba mchezo huu hautochezwa hii leo. Mchezo huo hautochezwa hii leo, na tayari taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania Bara imeshaeleza kinagaubaga kwamba huu mchezo hauwezi kuchezwa na hauwezi kupigika hii leo kutokana na sababu kadha wa kadha ambazo zimetolewa, na inawezekana ikawa ni taarifa mbaya na watatangaza tarehe ambayo huu mchezo itabidi uchezeke. Lakini kwenye barua yao kuna baadhi ya mambo ambayo hayaeleweki vizuri. Hayaeleweki vizuri kwa sababu hayaelezwi kinagaubaga ni nini ambacho kimesababisha huu mchezo uahirishwe. Na mapema nilikusomeeni kanuni zinasemaje juu ya masuala mbalimbali ya kuahirisha mchezo. Nikakwambia tutaweza kutumia kanuni hizo kuzungumza hapa. Je, kwamba hiki kinachozungumzwa ndicho ambacho inabidi kifanyike ama la? Kwa sababu pasipo kutumia kanuni tutakuwa tumekosea. Usisahau mapema Young Africans wao walishaendelea na taratibu, mageti alishafunguliwa, baadhi ya watu wameshaingia ndani. Wakati huo pia baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara wameshanukuliwa akisema mchezo itabidi uchezwe kwa namna yoyote ile, na mageti alishafunguliwa na watu walishaanza kuingia ndani.
inaweza ikastaajabisha. Inawezekana vipi sasa mchezo huo usichezwe? Hiyo ndo swali ambalo inabidi tujiulize sote kwa pamoja. Inawezekana vipi sasa mchezo huo usichezwe? Nilikusomea kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya mechi kuahirishwa. Nataka nikusomee kwa mara nyingine tena vifungu hivyo vinasemaje, ili mimi na wewe tuweze kukaa kwenye muktadha mzuri sana. Kwenye kanuni ya 34 kuahirisha mchezo inasema mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo: 1, endapo timu ya taifa ina mchezo; 2, endapo timu inashiriki katika michuano ya kimataifa na ina muda usiozidi siku 3 kufika mchezo wa kimataifa. Sasa kanuni iliyotumiwa ni kanuni ya 113 ambayo inasema sababu ya dharura au yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. So maana yake ni kwamba hii ni sababu ya dharura inayokubaliwa na TFF. Yani kwanza ni sababu ambayo imekubaliwa na TFF na ndio ambayo iliyotumika. Na ikasema mchezo utakaoahirishwa chini ya kanuni ya 34(1)(1) na 1(3) utapangiwa tena tarehe itakayoamuliwa na TPLB, isipokuwa kama itaahirishwa chini ya kifungu cha 4(1) utachezwa siku itakayofuata muda mwingine wa karibia ama zaidi ya ratiba inahusu. So ile 4(1)(4) inasema endapo itatokea matokeo yaliyo nje ya uwezo wa binadamu. Maana yake mechi ingetokea nje ya matokeo yaliyoko nje ya uwezo wa binadamu, maana yake mchezo ilikuwa inabidi upigwe siku ya hiyo kesho. Lakini kwa sababu imetumika kanuni ya 113 ambayo inasema sababu ya dharura ama yenye msingi itakayokubaliwa na TFF, maana yake ni kwamba TFF wameona sababu ya dharura ambayo imekubaliwa na TFF. Lakini sababu hiyo ya dharura ambayo wameizungumzia imetokea usiku wa kuamkia leo, na imetokea mara baada ya Simba kusema wao binafsi hawawezi kushiriki mchezo. Kumbuka kikosi cha Young Africans kishasema kwamba wao hawatocheza mchezo huo nje ya siku ya hii leo, na wao walishaendelea na maandalizi na watu wote wameshaingia ndani. Sijajua ni nini kitakachofanyika na sijajua watatumia mbinu gani kuwatoa watu ambao tayari walishaingia uwanjani, kwa sababu Dafroren TV tuko hapa, tutahakikisha kwamba tunakuletea matukio yote kinagaubaga ili tuweze kujua. So kimsingi mechi haipo my friend, na mashabiki walikuwa na mengi sana ya kuendelea kuzungumzwa. Baadhi ya watu wanasema this is unprofessional, ni kitu ambacho kiukweli kimestajabisha watu. Mchezo umeahirishwa wakati ambapo kila mmoja kwa maana wenye haki za matangazo, mwenyeji kwa maana kikosi cha Young Africans, wote tayari walishafika uwanjani kwa ajili ya kushuhudia hii mechi. Alafu kwenye mazingira kutatanisha imetolewa taarifa kwamba huu mchezo hautaweza kufanyika kwa sababu kipengele kimetokea na mechi haitaweza kupigwa. Kila mmoja sasa hivi anazungumza jambo lake, na mimi nitaendelea kukuletea quotation mbalimbali kutoka kwa baadhi ya watu mbalimbali. Wakati huo tayari watu walishaanza kuingia uwanjani, na ninavyokuambia ninavyozungumza naye, baadhi ya watu wako ndani. Kuna rafiki yangu anaitwa Joshua Baitazari anauliza, jamani nipo uwanjani, mechi ipo? Hapana, mechi haipo, imeahirishwa. Nimeona Hosad Zanzibar anasema kwa hiyo hakuna game. Ndio, mechi hakuna. Yasin Ngungu anasema sawa, nimeogopa. Edison Upendo anasema yani Yanga acheni maneno. Tayari my friend, mchezo umeshaahirishwa, maana yake ni kwamba hakuna chochote kitakachoweza kufanyika. Nilikuwa natamani nizungumze na mtu ambaye yuko uwanjani sasa hivi moja kwa moja anielezee nini. Nimeona Shakiru anasema mbona atuelewi? Sasa my friend, mimi nakupa taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na sasa hivi mimi niko hapa uwanja wa Taifa ninavyozungumza nanyi, ni kwamba mchezo hautochezeka. Tayari taarifa kwa umma imeshatolewa. Kama utakuwa uko uwanjani sasa hivi, fanya kila linalowezekana, anza kuondoka hapo, kwa sababu sasa mchezo hakuna na taratibu nyingine sasa itabidi zifuate, kwa maana kufunga mageti, watu kuondoka. Kumbuka kuna watu wametoka mikoani, wamelipa fedha zao, wamekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutazama mchezo. Kuna watu ambao wamelipa viingilio na mapema kabisa
Je, hawa wanafanyaje? Media tayari zimeshajipanga. Kila mmoja ameshajipanga. Kimsingi hii ni miongoni mwa kitu ambacho kinastaajabisha kusema la ukweli, lakini kinaumiza. Niko na Kapteni Gembe ambaye yeye yuko moja kwa moja katika viunga vya uwanja wa Taifa. Kapteni Gembe, habari sasa hivi? Kapteni Gembe kama unanisikia? Kapteni Gembe kama unanisikia? Haya, naona Kapteni Gembe hajakaa sehemu nzuri. Akikaa sehemu nzuri tutaweza kuzungumza naye moja kwa moja hapa. Nataka nizungumze naye aniambie mara baada ya hili tamko kutokea ni nini ambacho mashabiki wanakifanya. Kapteni Gembe kama unanipata? Kapteni Gembe unanipata? Haya, ngoja nitafute alternative nyingine ya kuweza kuzungumza naye moja kwa moja ili aweze kuniambia kinagaubaga, kwa sababu watu tayari wameshaingia ndani. Lazima tupate intel ya nini ambacho kinaendelea. Yes, anajaribu kufanya kila linalowezekana hapa ili tuweze kuelewana vizuri. Kapteni Gembe, habari ya saizi? Anaendaje? Anaendaje hapo studio? Nzuri sana. Uko live kupitia Dafren TV. Bila shaka umepata taarifa kwamba mchezo umeghairishwa. Natamani kujua hali ikoje katika uwanja wa Taifa hivi sasa? Hali iliyoko katika uwanja wa Taifa, kwanza hali ya usalama ni shwari, lakini mashabiki wanalalamika sana. Kwa sababu mashabiki wengi waliofika uwanjani hapa Taifa ni wale waliotoka mikoani. Naona magari yaliyotoka Mafinga, magari yaliyotoka Dodoma, magari yaliyotoka Kigoma. Kwa hiyo watu wametoka kona mbali za Taifa na za nchi kufika hapa kwa ajili ya kushuhudia mchezo, na wametumia gharama za pesa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walioguswa sana ni wale ambao wametoka mikoani wakaja hapa kwa ajili ya kushuhudia huu mchezo. Lakini punde tutapata video zikionyesha hisia za mashabiki moja kwa moja ya nini ambacho wanaenda kukusema. Natamani kujua jambo moja kabla sija kuruhusu uendelee na harakati nyingine hapo uwanjani. Wale ambao tayari walikuwa wameshaingia uwanjani wameanza kutoka? Naam, sijakupata vizuri kwa swali lako. Nasema hivi, wale ambao walishaingia uwanjani wameanza kutoka ndani huko uwanjani kurudi nje? Kweli watu waliokuwa wametoka kuingia uwanjani ni wachache sana. Sio kwamba wameingia kwa kiasi kubwa namna hiyo. Na taarifa hii imetoka muda si mrefu, ina kama dakika 15 au 20 hadi sasa. Na kuna muda unahitajika ili taarifa iweze kusimama, lakini niko hapa kwenye lango kuu la Benjamin Mkapa Stadium. Bado sijaanza kuona watu wakiwa wanatoka uwanjani, lakini watu ambao walikuwa wanaingia naona ya kuingia wanaoingia na kupandisha lile daraja la kuingia kwenye sehemu ya mzunguko. Naona bado watu wanaingia uwanjani. Bila shaka tukiipa muda hii taarifa ikaweza kuenea, ndio kama baada ya saa moja hivi tunaweza kuona watu wakaanza kutoka. Bila shaka. Basi mimi nikutakia kila la kheri, nitawasiliana nawe tena baadaye. Haya, sawa, shukran. Tuko pamoja, waambie wafuatiliaji wetu waendelee kufuatilia Dafren Online TV. Ndio. Tuko uwanjani na waendelee kufuatilia katika platform yetu ya Instagram. Ndio. Na hapo YouTube tutawaletea vitu vyote mubashara kabisa.